utapata kwamba sengine kuna mke ameolewa, lakini cha ajabu ni hiki basi, yani muda mrefu upenda kukanda mashemeji zake, yani kaka wa bwana anakaa nao muda mrefu kiasi cha kwamba yani pia unashangaza ama kuna mshangao tena. Aidha bwana ameenda kazini, ni mchana ni usiku, lakini utapata kwamba kuna shemeji wawili watatu ama mmoja permanently yeye haondoki pale nje ya nyumba mpaka kwenye sebule Sheikh, sitting room. Na sengine Sheikh aweza kuondoka hata sana na usiku maadamu kaka yake hayuko, na yule shemeji yake ima yuko pale pale kwenye kiti na amekaa kwa sebule, ima ameenda kwa bedroom huko, anamwambia huyu shemeji yangu, basi ukichoka utaniamsha mimi mfunge mlango nizime TV. Sheikh, haya masala haya unayasema? Unaona Sheikh Musa, katika masala ya jamii, hasa katika masala ya ndoa, kuna kitu kinaitwa maharim. Maharim ni mtu ambaye kwamba hawezi kukuoa ikiwa wewe ni mke. Maharim ni kaka yako, maharim ni baba yako, maharim ni ndugu yake baba yako, kaka yake yani, wahakadha. Na hawa watu ambao kwamba wanastahili kukuoa, wanaweza kukuoa, wametajwa katika Qur'an. Sasa tukisema maharim kwa mke, wewe Sheikh Musa, yule mkeo kaka yako si maharimu yake. Kweli? Si maharimu yake. Namaanisha kaka yako anaweza akamuoa yule wakati sipo, sharti wewe angalia, sio wakati upo. Wewe hata kama ni mzima lakini umemwacha yule mke. Kweli? Kaka yako aingie bwana. Naam. Mkeo, wewe ukifa kaka yako achukua. Kwa hivyo haya masala lazima tuyaelewe, yanaenda hivyo. So, tubaki hapa kwa kaka yako. Kaka yako, mke wako si maharimu yake. Kweli? Kwa hivyo ikiwa si maharimu yake, afate sheria za yule ambaye kwamba si maharimu yake. Iweje? Huwezi kumdhihirishia mapambo yako, mkeo hawezi kumdhihirishia mapambo kaka yako. Kweli? Kwa hivyo tukizungumza hivi Sheikh Musa, tutataka tuchukue lawama ima kwa mke au kwa ushemegi. Nani amekwamba ana lawama zaidi? Kwa sababu umeleta mada nzuri. Kuna baadhi ya wanawake umeoa mkeo, lakini wale kaka zako kwamba ni shemegi zako. Pana mmoja atakuwa yeye anaye ati atamfanya rafiki yake. Akija wewe uitwa Musa, kaka yako aitwa Abubakar. Shemegi nawe ukija una haraka haraka hapo, unaondoka haraka haraka. Mke ni wangu, na namwambia kakangu Abubakar, na wewe haupo. Amwambia Bakari. Ambaye kakangu mimi. Shemegi ukija una haraka haraka, wewe unapenda story zako. Mimi Allahu Akbar, mambo na mimi sina story. Mimi ambaye ni mumewe. Kaka umekuja hata hujanywa chai unaondoka. Kaka umekuja mimi natayarisha lunch, wewe mara moja tu anaambia waenda zako. Kaka sivyo. Na amwambia hivyo, na kwanza alegeza sauti, alafu amfuata karibu, alafu pia aweza kumfanya hivi kaka nayo achekesha. Allahu. Sasa haya mambo kama haya, lawama nani? Lawama ni mke. Mke ana adabu. Yaani wewe huna mke. Lawama ya pili inakuja kwa shemeji. Kuna mashemeji wengine yeye atakuwa kwa nyumbani, ziara zake hazikatiki, haswa kama haupo wewe. Yaani mimi ambaye ni kaka yake, mimi yule mwenye mke yeye sipo, ndio yeye, na ilikuwa ziara zake zinoge wakati wewe upo. Odi jamani, hamjambo hapa? Haya, kaka yupo, baba fulani yupo, ndio yupo. Nifungulieni mlango. Lakini yeye atakuja kuuliza, haya yupo? Pia mwiti kaka. Yupo. Akisema yupo anasema basi baadaye. Lakini kama kaka yake hayupo, basi ndio aenda kukaa na kuweka miguu juu na kuweka hivi kisambusa juu, basi stories zimeanza kwa sababu kaka yake hayupo. Bakari amekuja, ni mfano. Naam. Mimi si kakangu, ameuliza shemeji yake. Je, yupo? Anaambiwa naam yupo. Pia hata kusalimia yani kwa kifupi mimi. Sasa si ndio nakwambia, nimekuambia kuna ubaya wa mke, kuna ubaya wa Mungu wa shemeji. Labda tunaweza kujionana pia. Na kakangu wewe shemeji ni mzuri huyo. Kaka yako ni mzuri? Si mzuri. Tena nakwambia uliza yupo, ambao yupo asema basi baadaye. Huyu ana malengo mabaya. Ana tabu. Sasa ndio nikasema lazima kuwe na mipaka
huyu mke anapoolewa ajue maharimu yake nani na ajue mtu ambaye kwamba si maharimu yake nani, ili achunge mipaka. Kweli. Kwamba ushemegi amuavoid. Mbona shemegi umekuja lakini kakako hayupo, sijui nikusaidieje? Unaona hii lugha yake itampa alert yule kwamba hapa yuko fahamu, hataki mchezo. Sijui nikusaidieje kaka. Alikuwa anataka kuangalia habari, lakini wewe unajua hivi sasa alikuwa na ajitie shughuli yoyote, yani shughuli ili kaka aondoke, mvunje nguvu aondoke. Sasa nasema Sheikh Makidudu, kuna wakati mwingine huyu bibi anakuwa hana adabu na kuna wakati mwingine huyu shemegi hana adabu. Na shekhe, hali hii kwa mfano hiyo inakuja sasa, mimi kakaangu shekhe amekaa kwenye sebule shekhe, sipo, anaangalia TV, anaangalia mpira mpaka saa 4 usiku, saa 5, saa 6 usiku shekhe. Mimi sipo. Bibi labda amekaa pale kwenye hapo kwa sebule, ama sengine pia za kwa hizo kama amechoka na zake kwa bedroom. Yani huyu shemeji yake bado amekaa pale pale shekhe. Uone shekhe kwamba hii ni hatari kubwa. Hii misemo iliyochipuka hivi karibuni, shemegi kula kaka hayupo. Unajua kuna hiyo misemo, shemegi kula kaka shemegi hayupo, shemegi kula kaka hayupo. Unajua maana yake? Hapana. Ni huyu mkeo ambaye kwamba hana adabu, atamzoea huyu kaka yako. Na unajua mwanamume shekhe na mwanamke ni kama pamba na moto shekhe, vikishikana vinawaka shekhe. Kweli. Yani huyu mke amemonyesha tabia mbaya huyu kaka yako mpaka amemuingiza kwenye duara. Yani akija mlegezea sauti, akija nguo zake ni chache, akija nguo zake za mshikashika, mpaka huyu kaka sasa akaona mpaka mwisho ikawa ni mapenzi. Sasa ndio mapenzi yamenoga na wako kitandani, amwambia shemegi sio na wasiwasi, kula kaka yako hayupo. Allahu Akbar. Wewe unaniambia huyu kaka anaangalia mpira mpaka saa 7, wewe upo saa hiyo uko hapo shekhe, anaangalia mpira kwa nini? Na ana malengo tofauti, hana heshima. Na yeye ndio ilikuwa ni kukata safari yake aondoke kwa sababu yeye haupo. Mbona anaangalia mpira mpaka saa 7? Ndio sasa kama kwa mpilisha, si ndio shemegi kula kaka hayupo? Maana sasa bangayo huu muda shekhe, mimi siko miaka 2 na kakaangu kama huyu, bibi yangu kama huyu, niko Saudi miaka 2 shekhe. Shekhe, ukija kuna mtoto, kuna usalama kweli hapo? Nakwambia ukija kuna mtoto amezaliwa shekhe, hata dunga sinalo shekhe atakubali kuzaa, lakini shekhe lazima shani yake shekhe, lazima na shani yake. Sasa hapo kuzaliwa mtoto na wewe umeondoka miaka 2 na amezaliwa mtoto, ukija mtoto ana miezi 9 toka zaliwe. Na pia shekhe, pia hapo tu kidogo pia sisi waume nasi pia tu avoid ama sala ya mashemeji zetu, yani dada zake huyu wife pia tusiwe na ukaribu shekhe. Kweli. Huyu bibi yako shekhe, wale dada zake, maana kuna baadhi ya wanaume nao pia ni mafagio. Sasa sisi tumesema wa dada yake mkeo, sawa Kwa hivyo hapa kitu cha kuepuka ni kama anataka aende akaposi aoe. Kweli. No, ikiwa hawezi kuoa, wale dada zake mke wakija, wewe sio unataka kuchangamka pale kihovyo hovyo. Manake wale wajua pia wahepe, kwa sababu wale ni halali yako kuoa wewe. Naam. Ni halali yako na unaweza kuwa kama bibi, lakini sasa wengine hawako hivyo shekhe. Anataka kuharibu. Kwa hivyo ni makosa shekhe. Kwa hivyo tujiepushe na hawa mashemeji kanao karibu.